Pale ambapo kuna moshi hapa, hii sehemu hapa nadhani ndio kunaitwa Ile Saint-Quentin. Hii hapa ndio pale ambapo ule msichana wa Kongo alikufia. Alipatikana katika hii maji hapa tu. Leza TV, sahani ya jamii. Hey watu wangu wa nguvu wa Leza TV, kama kawaida mtu wenyu wa power hapa John Bembeleza. Kama mnavyoona tunaendelea vizuri sana, tunashukuru Mungu. Leo ni siku nyingine nzuri sana. Tuko maeneo ya huku, as you can see. Hapa ni mahali ni kama park fulani pia. Mahali mtu anaweza kuja anatulia zake. Unaona, kishachoka na mizunguko yako ya hapa ndani ya mji wetu huyu wa Canada, unaweza kuja unaamua unatulia zako hapa kidogo, unafanya mambo yako. Leo hali iko sawa, hakuna baridi ya kushtua sana, baridi iko sawa. Unaona hata sina gloves, mikono yangu iko wazi, lakini kwa mbali tunaweza kusikia baridi. So nikasema nikuje hapa tupige story, lakini pia nichukue fursa hii kualika, maana kama nilivyosema, kesho Samedi tutakuwa na live yetu hapa Leza TV kuanzia saa 1 saa za Kongo, lakini itakuwa saa 2 saa za Tanzania na Kenya. Kwa hivyo wadau, watu wangu wa nguvu, kujeni tupige story. Kama una maswali, njoo niulize maswali yote ambayo ungetaka kuniuliza. Nitapata nafasi ya kipekee ya kuweza kujibu maswali. Kama nilivyosema, mimi sio mjuzi sana wa mambo ya uhamiaji, lakini naweza kuwa niko na idea kutokana na research ambazo nazifanya na experience pia kile ambacho mimi nimekipitia. Inawezekana ya kuwa kenye mimi kimenisaidia kinaweza kosa kukusaidia wewe, lakini kikubwa ni kwamba tuchange idea pamoja. Labda kwa pamoja tunaweza kupata mafanikio na tukasaidia hata angalau watu 2 ama 3 kupitia channel yetu ya Power. Kwa hivyo nikualike tu, hakikisha kesho umekuja hiyo masaa nimesema. Kama uko Tanzania, nisubiri hiyo gari kubwa ipite. Kama nilivyosema, kama uko Tanzania, kama uko Kongo, kama uko Kenya, kama uko Uganda, kama uko Burundi, kama uko Marekani, itakuwa saa 6 saa za Washington DC, lakini pia itakuwa saa 6 mchana saa za Canada, Ontario, Quebec na provinces zingine ambazo tunashare na wao time, kwa sababu hata nchi ya Canada ni kubwa sana na ina time zone 6. Kwa hivyo kuna mabadiliko ya masaa sehemu 6 tofauti hapa Canada. Kwa hivyo unapata saa labda ya hapa Quebec haiko ndio saa ya Vancouver ama kwingine kama Calgary na kwingine kote huko. Kwa hivyo kuna mabadiliko mara 6 ya masaa hapa Canada, ambapo Amerika wao wana mabadiliko ya masaa ama wana utofauti wa masaa mara 4, lakini Kongo ni mara 2 ndani ya nchi ya Kongo, kwa sababu saa ya Kinshasa sio pia ndio saa ya Matadi. Kama ulikuwa ujui, nishakufahamisha. Kwa hivyo anyway, tutakuwa tuna na saa pia ya Bukavu, sio ndio saa ya Kinshasa na sio ndio saa ya Matadi. Kwa hivyo kuna tofauti. Hivyo nilivyosema, hakikisha umekuja pamoja na sisi tuweze kupiga story pamoja. Kajua kamewaka, experience iko mzuri, so niruhusu tu nikutembeze kidogo, tunapiga story nikiwa na kutembeza sehemu mbalimbali ili upate kuelewa mambo jinsi yalivyo. As you can see, hali iko sawa. Leo jua inawaka, kuna watu pia wanatembea. Nikigeuza kamera hivi nadhani unaweza kuona watu nyuma yangu nao wamekuja kupunga upepo wa hii hapa. Ni upepo kweli hapa ama ni kutafuta kajoto, maana upepo huko mwingi sana hadi ndani ya nyumba, lakini kwa kutafuta tu joto ndio watu wanatoka nje kidogo wanapiga mastori. So acha tutembee pamoja niweze kukuonyesha mambo jinsi yalivyo. Hakikisha unaniachia comment pale kwa comment section. Pia hakikisha umelike video yetu. Kama uko na jambo lolote la kuniandikia, niandikie. Kama una swali
Asante sana kwa wale ambao wanauliza maswali kupitia comment section. Maswali yenu yote nayazingatia, naendelea kuyatafutia majibu. Kwa hivyo Saturday nitajaribu kujibu kwa kadri nitakavyoweza. Kwa hivyo Mungu awe pamoja nasi sote tunapotembea pamoja hapa, niweze kukuonyesha baadhi ya maeneo tofauti ya huku Canada. Safi sana. So my good people, hii ni sehemu nyingine ambayo hatujawahi kuitembelea huku katika hii town ya Trois-Rivières. So acha tuanze safari ya hii upande huku, tuchukue dakika zetu chache, kama dakika 10 hivi ama 15, maana naona video ikiwa ndefu inachokesha sana watu kuiwatch. So nitakuwa nafanya fupi ili kuridhisha watu wangu, tuweze kuona upande mwingine mambo yako vipi. Kama unavyoona kunapendeza sana leo, jua inawaka, afu barabara ni safi, snow imeisha barabarani, sio kuchafu tena, yale magari ya kusafisha hayapo kabisa. Snow zimebaki maeneo kama hii hapa ya park, sehemu ambayo labda snow imeamua tu kuganda, yani itaisha lakini baada ya muda, kwa sababu kama wanavyosema wenyeji huku ni kwamba vinakwanga tu ni vitu vya muda, unaona, itakuja kuisha. So acha tuangalie huku, naona hii ni estate fulani hivi ya maana, kuna mijengo mizuri, kuna nyumba kabisa kubwa hizi. Nasikia mtu anaishi, unakuwa unaishi kweli. Imeandikwa logement à louer, sijui ni pale vile hapa, yani ni kama to let, yani nyumba ya kupanga hii. Sijui inaweza kuwa bei gani, lakini inaonekana bei pia inaweza kuwa iko juu kiasi, maana hii mazingira fulani hivi ambayo sio ile ya nyumba nyingi zile unaona magorofa zimejipanga. Huku kuna kaa kidogo, wenyeji huku wanajielewa. Kama nilivyosema, hii town yetu ni kubwa na ina sehemu mbalimbali ambazo hatujazipita. Sitalenga sana manyumba ya upande kwa sababu ya jua inapiga kwa sasa huu upande. Ukiangalia upande unaona video iko clear kiasi. Kwa hivyo muda mzuri ndio huu sasa ambao watu wanaweza kujitengenezea nafasi za kipekee. Unaona, hakuna kitu kizuri kama ukuje huku Canada upate kuna jua hivi. Sisi ambao tulifika wakati wa winter, wakati snow ndio snow, tuliteseka kweli, tulipata tabu sana. Hii inakaa ni maeneo fulani hivi imejielewa kiasi. Kienda huku chini huko kuna ile mto, ile River Maurice huko, lakini sielekei huko kwa sababu acha nielekee upande mwingine. Naona mtaa ni mirefu sana. Nitachagua tu nikifika huku mbele niingie wapi, lakini tule tukiangalia kwanza huku kuna kaaji. Unaona, tukiwa tunaonyeshana mitaa ya huku jinsi ilivyo, lakini pia kama kawaida na desturi yetu jinsi ilivyo ni kufundishana na kupatiana mipango, maujanja, jinsi watu wanaweza kupata nao nafasi ya kuja huku. Mimi sikufanya cha ajabu sana, isipokuwa tu kuamini Mungu na kuamini pia katika ndoto zangu. Ndio kitu kikubwa ambacho nilikifanya. Kwanza Mungu, pili nilijiamini, lakini tatu nikaamini pia ndoto kwamba kila kitu kinawezekana, na ukweli wa mambo ni kwamba Mungu amefanyikisha kila kitu kikawezekana. Nishaka huku mwezi mzima, kwa hivyo siogopi tena kupotea. So hata ukiona naenda mbali usiseme mbona naenda mbali sana, tujaona kienda huku, atapotea. Hili hapa nadhani
ni mjengo wa kanisa. Hii hapa ni kubwa kiasi, juu chini. Unaona, chini ni huku, milango, madirisha mengi sana. Tutafika pale mbele, tutaangalia labda kama kuna maandishi tutaona. Unaona, kwa hivyo kila kitu kiko sawa. Naona hapa kuna meli ingine. Yaani hii maeneo yote ni mto na meli. Meli huku sema ni vile iko against the solar, hata nikizoom unaiona kwa shida sana katikati pale, lakini ni meli, inakaa meli kubwa sana. Ni kama feri fulani hivi. Ningeweza ningepafika, lakini sasa siku nyingine acha tutembee huku tuangalie hii upande mwingine wa Trois Rivières. Kuna nini huku? Sio town. Hii inakaa tu ni estate fulani hivi ya watu ambao wanajielewa. Inakaa kama expensive kiasi hivi. Afu kila mtu anaweza kuishi mahali popote kwenye unataka. Unaona, ni wewe tu na uwezo wako, mfuko wako, kazi nzuri ambayo uko nayo huku inakuwezesha. Lakini ukiwa bado mgeni ndio umefika, haufai kujitia kwenye manyumba ya bei gali. Unafaa kwanza uangalie payslip yako inasoma aje, ni nini ambayo unapata katika mshahara. Hii miti bwana, ukiona hivi unajua kabisa imekauka, ni kuni. Lakini ukivunja hivi kama unavyoivunja hii, haijakauka, ni mbichi bado. Muda sio mrefu, kutokana na wajuzi na walioishi huku muda mrefu, wanasema ya kuwa kila kitu kitarudi kuwa sawa. Miti itakuwa tena vizuri. Unaona, hii hapa tena inakaa kwa kanisani hapa tena. Kama vile unaona, hii ni kama ya Kikatolika hii. Kuna zile alama zao pale juu. Unaona, ama ni sehemu ya wapadiri hapa, wale wanaitwaje? Sanctionnement. Cha tusome hii pamoja, tuzoom tusome pamoja. Sanctionnement privé, remorquage à vos frais. Wanasema sehemu hii ni private space, ni kama labda kwa wapadiri. Ndio maana nimesema ile itakuwa ni kanisa na huku ndio hawa mapadri na masista wanaishi. Mimi sijui, kwa hivyo sijafanya research yoyote. Mimi natembea tu mitaani mbali kidogo niweze kuona mambo yako vipi huku na hali inaendeleaje, nini cha kupendeza pande mwingine huu. Kwa sababu hali imeanza kuwa safi, mambo yanaenda yanapungua kidogo. Ile hali ya baridi haiko tena, inafanya kabisa Trois Rivières inaanza kupendeza. Unaweza kuona kabisa ukasema wiwi, mambo ni mazuri. Watu wanaweza kutembea barabarani taratibu. Hata yule mwingine anatembeza mbwa wake kule upande wa pili. Mbwa anaanza kutembea. Unaona, wanasikia kajua, lakini jua yenyewe sio kali, ni mwangaza tu bado. Lakini hii sasa iko vizuri kidogo, maana unaona nimetembea muda mrefu. Nilikwambia sijavaa gloves, sijajivaa sana vitu vya baridi, sina jacket, nimevaa tu hoodie kama ndio hoodie, kama hoodie not hoodie, nani hiyo jumper fulani hivi ndio hoodie, kama ni hoodie, kama ni hiyo ndio nimevaa. No, hizi ni nyumba hapa zinakwanga ni nyumba za serikali hizi, na hizi ndio watu wengi wageni wanafikiaga ndani. Hizi hapa, hizi zote huku hivi kwenda huko ni nyingi sana, zinakwanga za serikali. So serikali huwa inafikishia wageni hapo ambao wamefika, wale new migrant. Kama ndio wewe ni mgeni, ndio umefika huku Quebec, huku Trois Rivières,
na serikali inakupatia nyumba kati ya hizo, unakaa hapo bure. Lakini pia ni bahati kuipata, maana kuna wengine wanafika wanapata nyumba zingine tofauti tu za private. Sio kwamba ukikaa hapo kwa hiyo serikali hautalipa, utakuwa unalipa, lakini sema ulipaji wake ni mdogo, sio pesa mingi kama kwa nyumba ya private. Hii barabara yetu inapiga kona hapa. Hapa inaandikwa expermité véhicule diligence. Sijui kuna maanisha hapa ni wanasema hivyo, lakini huku sijui ni ofisi. Mimi nitaenda tu, sitaenda huku kwanza. Naona huku kuna kimjengo fulani huku, wacha nini angalie nini iko huku. Alafu kuna railway hapa, kama hii treni inapitagi tena hapa juu. Inaonekana kwamba snow imeshafunika hii barabara ya reli hapa. So cha tutembee huku tuone. Hivi ndio tutajua huku. Hata mimi nilianzaga kupenda Canada kwa kuangalia tu mavideo. Nikawa tembea zangu. Leo nafanya hata nionyeshe watu. Unaona? Tuone kama tunaweza jifunza kitu. No, the same way. Na wewe pia unaweza kuwa unaangalia, inakumotivate. Unasema hata mimi nataka kwenda kuishi kule. Na mimi napenda nene niishi kule Canada kama vile wengine. Naona anatembea na kachuwa chaka, kachuwa huwa. Ndugusi ndio anaitanga chuwa huwa. Ama kitaka chiwawa ama kabobolio kadogo. Sijui kuna nini huko. Kuna kila kitu kizuri. Hii ni kama ni apartment, sijui niko kwa ofisi za serikali. Mimi nimeingia tu. Tutajua huko polepole. Hii barabara hapa inashuka kwenye hii mto. Kuna kitu kubwa hapa luzuri, sijui ni la nini. Naona kote tu bado ni Trois Rivières. So naendelea discover pamoja na wewe. Tunaona vitu vipi, afu tutakuwa tunakuja sasa tunachambua polepole. Siku tukishajua hiki ni kitu fulani, tunaenda tunajifunza polepole. Lakini kwa sasa na mimi sijui na wewe pia haujui. Hii hapa ni inateremka tu kwenye bahari. Hii hapa sijui ni nini pia. Alama tu, mtu anaruka afu wengine wanamdaka. Sijui, yani inaonyesha kama ndio Canada inavyo support ama ni sehemu ya michezo huku. Itakuwa ni sehemu ya michezo huku. Ndani kwenye kijengo huku. Itakuwa labda kuna michezo inaendeleaga huku. Tutajua tu baadaye. Tushafika huku, tutazunguka mpaka tujue. Nimekupitisha huko kwenye estate ya watu, lakini huko kwenye mimi naanza enda huku, sioni kama kuna vitu za maana sana, isipokuwa tu kupita karibu na mto. Lakini pia kuna watu wengine wanapendaga maji. Kwanza niko na fan wangu ambaye ni mama yangu. Mama yangu. Naposema mama yangu najua anaelewa na maanisha nani. Mama yangu ni mchungaji wangu. Anapenda sana kuangalia video zangu, na yeye anapendanga sana maji hivi. Watu wanakaa karibu na maji. Sema sasa hii maji ni kubwa sana hadi inatisha. Sio lake, ni river. Na sijaona nyumba zikisogelea sana kama kwingine. Naona tu kila karibu na hii mto kuna tu mijengo aidha ya serikali ama vitu vingine. Naona tu yule jamaa pale amekuja tu zake amechill, anaangalia maji kwa mbali. Unaona maji huko inateremka polepole. Hii river ni kubwa sana. Sasa hii river hata haijulikani katika mariva ambayo tumeyasoma shuleni. Tumesoma tulisoma Fleuve Amazon, tumesoma Mississippi,
tumesoma mto Nile, mto Kongo ambao unasemekana ni mpana zaidi. Sasa kama mto Kongo ni mpana zaidi, hii Fleuve Maurice ama River Maurice haijulikani sana na hatukuisoma shuleni, lakini ni kubwa kiasi hivi. Hivi zile ambazo tulizipata nafasi ya kuzisoma zina ukubwa gani? Sisi zitakuwa ni kubwa zaidi kweli, zaidi ya hizi. Bwana, ni kitu cha kujifunza. Pale wanaandika Trois Rivières kama unavyoona. Trois Rivières. Huu mji una mito. Hii mto ambayo tunaiangalia hapa, hii Maurice, imegawanyika. Kuna sehemu inafika inagawanyika mito 3, zinakuwa 3, yani inajigawa mara 3. Ndio maana huko kunaitwa Trois Rivières, yani mito mitatu iliyojigawa. Sehemu kama hizi ni mbaya sana, wanasema zinateleza hapa. Siwezi vuka hapa, nitarudia hapa, sikuje kupiga kichwa chini saa hii hapa ndani ya hii Trois Rivières. So acha turudi tuendelee upande ule mwingine. Tumekuwa dakika ngapi so far sijajua, lakini kama video itakuwa ndefu basi mtanisamee, lakini ni vile nimeamua tu nitembee huku tupige mastori tukiwa tunajipanga kufanya mazungumzo yetu ya kesho ya kile ambacho tungetaka kukiongea kesho kupitia live yetu. Kama nilivyowaahidi ya kuwa sitaki kufanya video kuwa kubwa zaidi kwa sababu ya kutotaka kuwachokesha. So basi naomba niache kwanza hapa kwa sasa, afu nifikirie labda kutengeneza video nyingine tena kuanzia hapa hadi katika njia ambayo nitakayoitumia kurudi kule ambako nimetoka, sababu huku kote natembea tu na mguu nikifanya mazoezi, nikiongea na watu wangu, kuwapatia mipango na mambo gisi yako na hali ambayo tunatarajia, pia ujanja katika kile ambacho watu wengi tunakifikiria. Na tumefaulu kuweka link kupitia video zetu hizi. Kwa hivyo link ni ya WhatsApp group. Kwa hivyo unaweza kugusa kwa description pale chini, ukagusa link pale ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp group yetu ili tuweze kujiunga pamoja. So tuko maeneo ya huku na tuendelee kupiga story kupitia Leza TV.